Imetimia saa 10 kamili jioni. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshauri majina ya viongozi na watu wengine waliochangia maendeleo katika maeneo mbalimbali yatumike kwenye miradi ya majengo na maeneo ya umma baada ya kutumika jina lake mara kwa mara. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Julai 13 mwaka huu jijini Arusha wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Amesema kuna Watanzania wengi wenye mchango mkubwa ambao wanaweza kutambuliwa kwa kupewa heshima hiyo, akieleza kuwa matumizi ya jina lake katika maeneo mengi hayana ulazima. Amesisitiza umuhimu wa kutambua mchango wa watu mbalimbali katika kujenga kumbukumbu za taifa. Mwenyekiti wa makatibu wa mikoa wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, Basil Lema, amedai makatibu wanne wa mikoa waliotoa tamko la kutetea nafasi ya Salum Mwalimu hawakutumwa na kiongozi huyo, bali walitumwa na watu waliowataja kuwa ni wafanyabiashara wa siasa. Lema ameyasema hayo leo Julai 13 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, akieleza kuwa kuna watu wanaofuatilia na kunufaika na migogoro ndani ya vyama vya siasa kwa kutafuta maslahi yao kupitia miradi mbalimbali. Amesema hatua ya makatibu hao kusafiri kutoka mikoa ya Morogoro, Tabora, Manyara na Njombe hadi Dar es Salaam pamoja na kugharamia mkutano wa wadau na waandishi wa habari inaonyesha wazi kuwa walikuwa na msukumo kutoka kwa watu wengine. Madai hayo yamekuja siku mbili baada ya makatibu hao Elizeus Regasira, Edward Msabaha, Zablon Msafiri na Mwalimu George Sanga kueleza kuwa mchakato wa kuenguliwa kwa Salum Mwalimu haukufuata katiba ya CHAUMMA ya mwaka 2012 toleo la mwaka 2024. Vijana wa kikundi cha Ukwavila wilayani Mbarali mkoani Mbeya wameanza kubadilisha maisha yao baada ya kupata mtaji kupitia programu ya shilingi bilioni 200 ya mfuko wa maendeleo ya vijana unaolenga kuwawezesha vijana kiuchumi. Awali vijana hao walikuwa wakitegemea zaidi vibarua vya kulima mashamba ya mpunga ili kujipatia kipato cha kila siku, lakini sasa wameanza safari ya kuwa wazalishaji wakubwa wa zao hilo kupitia fursa ya mitaji walioipata. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji wa mikopo hiyo, Joel Athana Nauka amesema serikali inalenga kuwawezesha vijana kuondokana na utegemezi wa vibarua na kuwa wazalishaji pamoja na waajiri katika sekta mbalimbali nchini. Waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Profesa Anna Tibaijuka amemshauri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutumia busara na hekima kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Profesa Tibaijuka ametoa ushauri huo kupitia ukurasa wake wa X, akisema hatua hiyo itaweza kusaidia kupunguza mvutano na kulinda taswira ya Tanzania kimataifa. Tundu Lissu amekuwa akishikiliwa katika gereza la Ukonga, Dar es Salaam kwa zaidi ya mwaka mmoja, huku akikabiliwa na kesi ya uhaini iliyofunguliwa dhidi yake mwaka jana. Katika ujumbe wake, Profesa Tibaijuka amesisitiza umuhimu wa maridhiano na uwajibikaji, akieleza kuwa mijadala inayohusika katika kesi hiyo imeendelea kuvuta hisia za ndani na nje ya nchi, jambo analodai kuwa linaweza kuathiri maslahi na taswira ya Tanzania. Na Umoja wa Mataifa UN umelituhumu kundi la Hamas kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kuwatisha baadhi ya wafanyabiashara na wafanyakazi wa mashirika ya misaada. Naibu mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani na wa Mashariki ya Kati, Ramiz Al-Kabab, amesema hatua hizo zinaongeza hatari kwa shughuli za mashirika ya kibinadamu yanayotoa msaada kwa wananchi wa Gaza. Taarifa hiyo imeeleza kuwa wanamgambo wa Hamas wanadaiwa kuingia katika ghala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP na kuwashambulia madereva wawili wa malori yaliyokuwa yakisafirisha misaada. Hamas bado inadhibiti baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza, huku operesheni za kijeshi za Israeli zikiendelea katika eneo hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Taarifa kamili ya habari takujia saa 1 kamili usiku. Endelea kusikiliza matangazo yetu jioni ya leo. Mimi ni Matias Njibala.